Asante sana ndugu mtazamaji, asante na karibu tena kwenye kipindi chetu cha leo. Tunakwenda kufanya kama mwendelezo wa namna nzuri ya kuweza kufanikisha jambo au biashara yako unaifanya. Kwa hiyo nitafundisha tu hapa leo stage 5 au hatua 5 muhimu za kufanya ili uweze kufanikisha unachokifanya. Karibu sana uwe na sisi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujifunza hizi hatua 5 za msingi za kuweza kuleta mabadiliko kwa kile unachokifanya. Karibu sana uwe pamoja na sisi. Mafanikio ni muunganiko wa vitu viwili au zaidi. Yaani ni mafanikio ni muunganiko wa vipande vya vitu mbalimbali ambavyo ndo vinaleta mafanikio ya kitu kimoja. Ni lazima viwe zaidi ya kitu kimoja. Viungane pamoja ndo viweze kuleta mabadiliko au tofauti ya mafanikio ambayo yanatoka kwenye jamii yetu. Sasa kama wewe umeshikilia kipande kimoja, ni lazima utafute kipande cha pili mahali kilipo na pengine hata cha tatu kuweza kuleta muunganiko wa service au product ambayo unataka kuiofa. Na mfano mzuri kabisa ni hii video ambayo unaiangalia sasa hivi. Inakuja kwako sio tu kwamba tumetumia kamera, lakini kuna muunganiko wa vitu vingi sana hapa. Natamani ungeweza kuona background yangu, ukaweza kuona beyond the scene kwamba kuna muunganiko mpaka wa umeme hapa ndani, kuna muunganiko wa taa, kuna muunganiko wa mic, kuna muunganiko kamera, watu, mazingira, backstage unayoona background yangu. Kila kitu hiki kimeleta mafanikio ya kitu kimoja. Video hii ambayo unaiangalia. Kwa hiyo unapotaka kufanya jambo lako lolote lifanikiwe, ni vizuri kutathmini bidhaa ulionayo, lakini ni vizuri pia kutathmini muunganiko wa wengine, watu au vitu vinavyopelekea mpaka kuweza kuleta mafanikio. Sasa somo hili ni sehemu ya masterclass zangu ambazo huwa nazifanya. Nimeshaamua kudhamiria kwamba nitaanza kuwapatia kidogo sehemu ya masterclasses ambazo nazifanya. Kwa hiyo moja utakachokisikia mwanzo mpaka mwisho na stage 5 zote ambazo nitaziongelea hapa zitakusaidia wewe uweze kufahamu namna nzuri ya kuenenda na kufanya ufanikiwe jambo lako. Kama nilivyokwisha kusema ni kwamba mafanikio ni muunganiko wa pande kuu mbili au zaidi. Sasa nianze na hizi pande kuu mbili, alafu tutaweka na hizo zaidi. Hizi pande kuu mbili ni kwamba kuna vitu ambavyo wewe huwezi kuvicontrol. Hauna control navyo, lakini ni lazima uunganishe na matendo yako ili wewe uweze kufanikisha hilo jambo. Yaani lazima kuwe na kitu ambacho wewe huna control nacho, ambacho kinatokea kwenye muunganiko wake na matendo yako, alafu ndo uweze kufanikisha. Unaweza usinielewe hapa mwanzo, lakini ukinisikiliza mpaka mwisho utaelewa. Nikutolee tu mfano wa haraka ni kwamba, kwa mfano ukitaka kuona, ni lazima utumie macho kuweza kuona. Lakini ni lazima kuwe na muunganiko wa mwanga uweze kuona. Ukiutoa mwanga ukaweka giza, hata kama unayo macho huwezi kuona. Lakini pili, ukiweka mwanga peke yake alafu wewe ukafumba macho, bado pia huwezi kuona. Kwa hiyo ni function, mafanikio ni function ya vitu viwili vikuu. Baadaye nitakueleza na vya ziada, lakini hivi vitu viwili vikuu ambavyo huwezi kucontrol na vile ambavyo unaweza kucontrol. Kitu kingine ambacho mwanadamu hawezi kucontrol ni muda. Yaani huwezi kucontrol muda, lakini unaweza kucontrol matendo yako. Kwa hiyo ili mafanikio yatokee, ni namna gani matendo yako yanaendana na muda. Muda upo tu, masaa 24 kwa siku, masaa 24 kwa siku, leo, kesho mpaka mwezi ujao. Lakini ili uweze kufanikisha jambo, ni lazima matendo yako sasa yaingie kwenye ule muda, yaone namna ya kuendana na muda bila kupoteza kile wanachokifanya ili matokeo yaweze kutokea. Muda ukienda peke yake unafika bila matendo, maana yake hamna kitakachotokea. Na ni bahati mbaya ni kwamba huwezi kufanya kitendo bila kutumia muda. Yaani hakuna kitendo cha namna hiyo. Kwa hiyo obvious kuna vitu ambavyo vimesetiwa na baba muumbaji kama Mungu vinavyo control mafanikio yetu. Lakini kuna yale ambayo tuna control sisi. Sasa unapotaka kufanya jambo, watu wengi hawaendi kwenye hatua ya kujifunza kwamba hiki ninachotaka kukifanya kinaambatana na kitu gani kingine kinachoweza kunipelekea mimi niweze kufanikisha jambo langu.
Sasa mtu anawaza yeye tu na product yake au na service. Hawazi kwamba hasa vile ambavyo vinanizunguka, vingine hata siwezi kuvicontrol, ndivyo vitakavyopelekea mimi nifanikishe au nisifanikishe. Sasa ukitaka ufanikishe kwa haraka zaidi, uweze kucontrol vile usivyoweza kucontrol. Ukiweza kucontrol vile ambavyo hauwezi kuvicontrol kwa nature, kama muda huwezi kucontrol, mwanga huwezi control, labda upepo huwezi control, mvua pengine huwezi kuicontrol, lakini mtu yoyote atakayefanya kitu kinachoweza kucontrol nature, vitu ambavyo huwezi kuvicontrol, mafanikio lazima yatokee. Mafanikio lazima yatokee. Ukiweza kutengeneza kitu kinacho control mvua, yani tuseme kama mwamvuli, kwamba mtu asilowane, unauza. Ukiweza kutengeneza kitu ambacho kina control jua, kama nyumba au ukuta au chochote ambacho kinaweza kuzuia athari ya jua kwenye maisha ya mwanadamu, unafanikiwa. Kuna watu wameweza kutengeneza vitu ambavyo vina control mpaka speed, vina control gravity. Yani gravity ni mvutano uliopo kati ya atmosphere, anga, pamoja na dunia, ardhi. Nikirusha hii peni lazima idondoke chini. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaweza kucontrol kwamba akarusha ikaenda isirudi, huyo lazima afanikiwe. Kwa yule mtu ambaye ametengeneza ndege, hizi aeroplane ambazo zinatubeba kutupeleka nchi mbalimbali kupitia angani, ni kwanza amepambana kucontrol gravity. Ameweza kucontrol gravity kwamba nikirusha kitu changu kwa utaratibu huu wa speed hii, kinaweza kipitiliza kikapaa, na kikipaa kwa sababu ya speed ile kitakwenda speed kubwa zaidi. Kwa hiyo hakitarudi chini kama ilivyo kawaida. Kwa anafanya isivyo kawaida kucontrol gravity na kucontrol vitu ambavyo vinazuia kwenye physics ambavyo mmesoma mnaweza kuelewa zaidi. Ili uweze kwenda, ni lazima kuna momentum, kuna kitu ambacho kinaweza kikawa opposite reaction, kinakuzuia wewe usiende, alafu na kicontrol kile kinachokuzuia, alafu kinakuruhusu kwenda. Ukifanya hivyo lazima ufanikiwe. Labda nikiongea ndege unaweza ukasema labda naongelea mbali sana, lakini kuna vitu ambavyo huwezi kuvicontrol, kuna watu wanavicontrol. Ukiweza tu kucontrol kitu ambacho kwa kawaida huwezi kucontrol, ukaweza kucontrol, unakuwa unaanza taratibu moja wapo ya kufanikiwa. Mfano wa pili ni kwamba nisema kwamba ni vizuri unaweza kucontrol ukienda kuvua samaki ziwani au baharini. Huwezi kujua wale samaki wako wapi, lakini ukitengeneza utaratibu wa mtumbwi ambao unaelea kwenye maji, alafu ukapeleka na nyavu au ndoana, ukaenda ukacontrol kuelea, ukaweza kuelea kwenye maji, basi wewe unaanza kutengeneza mafanikio hata kama ni madogo. Tayari unaanza kuwa umetengeneza hatua za mafanikio. Kwa hiyo mafanikio yanakuja baada ya mtu kuweza kucontrol vitu ambavyo hawezi kuvicontrol kwa kawaida. Sasa anakwenda extraordinary, anavicontrol, anakuwa anaanza taratibu za kufanikiwa. Wengine kama huwezi kucontrol, principle ya pili ni kwamba kile ambacho unaweza kukikopi na kukipaste. Yani inawezekana ni nature, ni hali ya kawaida, ipo kila siku, lakini ukaweza ukaikopi na ukaipaste, ukaitengeneza kama wewe kwa niaba yako, unafanikiwa. Yani mtu anaona kabisa kwamba naturally ardhi ina nyasi, ina majani, alafu mtu anakopi, anapaste, anatengeneza majani ya bandia, anauza. Amekopi na kupaste tu majani ya kawaida, lakini ameangalia yale majani akasema na mimi nianze kujifunza kuyatengeneza. Mwingine anakopi na kupaste maua tu haya ambayo tunatumia kupamba nyumbani na nini, yapo artificial. Yani mtu ambaye amekopi tu na kupaste maua akatengeneza kwa mfumo wa kutengeneza kaita artificial, sio natural, anauza. Kuna watu wamekopi na kupaste mwanga wa jua, wametengeneza taa, bulb, tube lights, umekopi na kupaste. Hata sisi hapa tunatumia mwanga kuweza kurekodi hii video, lakini hatuko juani. Kuna watu wamekopi na kupaste mwanga,
wakaweka kwenye kitu kilichokuwa pamoja. Leo hii tunatumia huu mwanga kuweza kuletea hii video. Kwa hiyo unaweza ukafanya haya yakakupelekea kuweza kufanikisha jambo lako. Sasa ni kuangalia tu matatizo ambayo yanatuzunguka kwenye jamii yetu madogo madogo, na kuangalia wewe uweze kucontrol na kupest kitu gani kiweze kukuletea mafanikio. Binafsi mimi huwa niko very proud na mimi mwenyewe kwamba nimeweza kubadilisha majani ya mpira au muhogo kuwa mboga, kwa kisamvu. Nimecontrol majani ambayo yalikuwa yalikuwa majani hayaliki, ninayabadilisha yanakuwa mboga, mtu anakwenda anapika anakula. Sasa haya ni mawazo ambayo unaweza kujiwazia hapo ulipo kwenye eneo lako kabisa la kawaida. Ni kwamba ni kitu gani ambacho unakiacha tu na unakiona, ambacho unaweza kukicontrol kikawa kitu maana fulani chenye thamani, kikaingia kwenye matumizi ya watu na watu wakaanza kukitumia. Either ukipest kama kilivyo, ukopi na upest, au ukiboresha, ukicontrol tu. Kisikuendesha chenyewe, uanze kukiendesha wewe. Maana yake tayari unaanza kuleta solution, unaanza kuleta majawabu ya matatizo yaliyokuwa kuzunguka kwenye jamii yako. Ukiweza kutengeneza kitu kinachochukua picha kama hii na kuisambaza kwa watu, una win. Ndio leo tunanunua simu zina kamera kubwa na zinasababisha hiyo kamera watu waweze kununua simu kwa bei ghali sana. Kwa sababu ameweza kucontrol image ambayo imetengenezwa na Mungu, lakini ana uwezo wa kupiga picha na ikatoka copy. Sasa kwenye mazingira yako wewe ulionayo, ni kitu gani ambacho unaweza kukicontrol au unaweza kukikopi ukatengeneza kitu cha mbadala wake kikaleta thamani na watu wakakihitaji? Kwa kufanya tathmini hiyo, fanya tathmini hiyo, lakini ni vizuri uwaze kwa ubora wa skill set kubwa sana. Ndiyo maana tunataka kwamba uweze kuwauzia avatar wale watu ambao wana hela nyingi, uweze kuwauzia kile kitu, lakini ni lazima na wewe uweke thamani kubwa sana kwenye kile kitu unachotaka kukikopi na kukipaste, au kile kitu unachotaka kukiboresha, kukicontrol. Kuna watu wanatengeneza hata control tu za Ebola au COVID, wanatengeneza mask, wanatengeneza sanitizer. Kuna kitu anataka kucontrol, kinakuwa ni bidhaa tayari inalika. Sasa kuna watu ambao mnanisikiliza ambao tayari mmeshatengeneza service au tayari mmetengeneza product, ila kuna kitu kingine sasa ambacho kimekushinda kucontrol, ndo maana haujaenda mbali. Na hapo ndo kuna somo langu la leo zaidi kubwa, kwamba tayari unayo huduma umeshafanya, tayari una product, tayari una kitu unakifanya, lakini unaona kama hakipanuki, hakikui, hakiendi. Ndo nataka sasa usikilize hizi hatua 5 za msingi za kuweza kukubadilishia hicho unachokifanya. Kama tayari kipo, iwe huduma, iwe product kama hii, basi uweze kuiuza kwa ukubwa zaidi, uweze kuwauzia watu ambao wana fedha nyingi, waweze kukuletea mafanikio unayohitaji. Ninaanza na point yangu ya kwanza sasa, ni kwamba kama unataka hicho unachokifanya kiweze kufanya vizuri zaidi, ambacho umekicontrol au umekikopi na kupaste katokea product au service, ili ufanye vizuri sana, ni lazima usiwe mtu ambaye una focus hiyo product. Focus yako isiwe kwenye hiyo bidhaa. Usikumbatie hiyo bidhaa kana kwamba hiyo ndo kila kitu, kwamba hii orientation yake ndo itakayosaidia mimi niweze kutoka. Hapana. Ila unatakiwa uangalie watumiaji wa hiyo bidhaa, wateja wako. Inaitwa customer orientation. Uangalie wateja wako sasa, wao wana matatizo gani ambayo hii product au service ndo solution kwao. Unapokwenda kuwauzia ile huduma au unapotangaza bidhaa yako, usitangaze bidhaa. Tangaza majibu, solutions ambazo zinatokana na ile bidhaa yako. Hiyo ndio namba moja. Tangaza bidhaa yako, usitangaze bidhaa. Tangaza majibu, solution ambayo hiyo bidhaa yako inaweza kukupatia. Ili ulete muunganiko sasa wa vitu viwili ambavyo lazima vije pamoja, mteja na muuzaji.
Ili mtu awe mteja wako ni lazima uwe na uwezo wa kutatua matatizo yake, sio uwe na uwezo wa kumuuzia. Kwa hiyo ni vizuri uangalie matatizo ambayo yanamuhusu yule mtu unayetaka kumuuzia. Ana changamoto ya kitu gani? Anataka kuwaalika watu kwenye harusi. Sasa mimi nina uwezo wa kumsaidia kuwaalika wale watu kwenye harusi bila hata kukaa vikao, bila kupiga simu. Nimetengeneza app hii hapa, ni inviter, inaweza kawaalika watu wote, unipe majina yao na namba zao za simu, nikiweka hapa itawaalika watu wote. Kwa hiyo unasema mimi nina uwezo wa kukualikia wageni wako wote wanaokuja kwenye harusi yako. Usije ukasema kama mimi nauza kadi, mimi nauza hiki. Sema mimi nina uwezo wa kualika wageni wako kwa niaba yako. Wewe tulia, achana na stress za kuwaalika vipi, mimi nitawafuata wapi, nitawakuta wapi. Sema mimi nina uwezo wa kukuletea wageni waalikwa wote na michango yao. Wewe bwana harusi na bibi harusi, concentrate na harusi yako, maandalizi. Mimi niachie kuwaalika na kuwachangisha wageni wako wote watakao kuja kwenye harusi. Utalipia tu fee hii hapa. Ukiweza kutoa solution kama hiyo, product yako sasa inatumika kama njia ya kuleta customer satisfaction, ya kuleta kuridhika kwa yule mteja kwamba kumbe nimepata mtu ambaye sio kama ananiuzia kitu, anatatua matatizo yangu. Kosa linalofanywa kubwa ni kwamba watu wanakwenda wameweka product zao au service mbele. Nauza hiki kitu, nauza hiki kitu, nauza hiki kitu, nauza. Yaani yuko pale anakuangania, anauza tu. Hataki hata kujua wewe unapitia kitu gani, tatizo gani anatatua kwako. Kwa ukitaka ufanye vizuri, umeshagundua umeunganisha baadhi ya vitu ambavyo nasema hapo mwanzoni. Hakikisha umefanya kitu kinaitwa customer orientation. Umefocus kwa mteja. Huwa mnaambia mara nyingi sana customer focus, lakini pengine hamuelewi hiyo customer focus ina maana gani. Kwa ni vizuri sana kuweza kujifunza namna ambayo utakuwa unasikiliza mahitaji ya mteja unataka kumhudumia, ili wewe ufanyike solution, ufanyike majibu ya matatizo yake. Usiende pale kwa ajili ya kumuuzia tu bidhaa yako. Ukienda kwa jinsi ya kuuza tu bidhaa yako, unakuja kwenye pointi yangu namba 2. Inaitwa selling orientation. Usiwe ni mtu ambaye una focus kuuza. Usiende mtu ambaye nataka niuze pisi 10, nataka niuze watu 200, niuzie kitu kikiisha haraka. Ukiangalia unataka kuuza, unakosea, kwa sababu hautaleta umoja na uwiano kati ya pati ya kwanza ambayo ni wewe muuzaji na pati ya pili ambayo ni mnunuzi. Ili uweze kumleta na kumkamata mnunuzi, mtu anayenunua huduma yako, ni lazima wewe upresent solution. Nishasema tangu mwanzo, usiende pale kwa nia ya kuuza. Nenda kwa nia ya kutatua matatizo yake kama nilivyokwisha kusema. Kwa hiyo unaangalia namna nzuri ya kuweza kumuuzia bidhaa, sio namna ambayo unataka wewe tu kumuuzia. Fanya kitu ambacho kinamsaidia mteja kuboresha huduma yake au kile anachokifanya. Una improve customer productivity au una improve customer orientation. Akiona kitu nikikichukua kitaboresha kazi yangu. Mimi hapa nafanya recording ya hizi video, kama nikitumia hiki kitu au mic kama hii leo, labda itaboresha muonekano na msikio wa sauti yangu. Kwa hiyo mtu akija akisema bwana, na majawabu ya tatizo lako la sauti kutokusikika vizuri, hebu tumia hii mic, ni solution tosha. Ndiyo maana naweza nikamlipa, sio kwa sababu nataka mic, nataka majibu ya tatizo langu. Kwa hiyo na yeye akinipa yale malengo ambayo ni majibu yangu ambayo nayahitaji, yananifanya mimi na yeye tuweze kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo ninamuelewa. Tumekuwa tukiuza huduma zetu kwa mfumo huo. Tunapeleka kama solutions kwa watu, kwamba ukitumia huduma yetu ya namna hii, tunaweza kukuletea majawabu haya ambayo ulikuwa huwezi kuyafikia, huwezi kuyapata haya. Sisi tunasaidia kuweza kuyafikia na kuyapata. Inakuwa ni jibu la mtu unayetaka kumhudumia.
Usingangane tu kutaka kuuza. Unaangalia tu hapa kwamba uuze tu wewe. Unaweza ukaenda mara ya kwanza kwa mteja hata usiuze, lakini akaona umeanza kujenga namna ya kutaka kutatua matatizo yake. Anakuanza kukusikiliza, anaanza kuweka interest ya kusikiliza. Akiona unao majibu ya matatizo ambayo yanamsibu, anakuonboard, anakuchukua kwambia njoo nisaidie kwa matatizo yangu haya hapa. Na watu wengi, hata wewe unayenisikiliza, kuna matatizo mengi ambayo tunayapitia wote. Kwa hiyo mtu akija na suluhisho la matatizo yangu, kwa nini asipate kazi? Kwa nini asipate mafanikio kwangu? Kupitia mimi, kama ni the right avatar, kama mimi tu ni ile subject ambayo nina uwezo wa kukufanya wewe ufanikiwe, basi utakuwa umefanikiwa. Lakini lazima uje kama suluhisho kwenye matatizo yangu. Pointi yangu ya 3 ni kwamba ni lazima uje na weledi wa kutosha, sio bidhaa. Uwe na expertise ya kutosha, sio tu uje na huduma au bidhaa. Watu wengi wana maswali kichwani ambayo hayana majibu. Wateja wengi sana, hata akija dukani, kama ni dukani upo pale, anakuja mteja anaulizia microwave. Ana maswali kama 1000 hivi. Microwave inafanyaje kazi? Nimekia wapi? Itakaa muda gani bila kuharibika? Itafanya nini? Inapashaje? Yaani lazima uwe na majibu yale ya kiutaalamu. Alafu ndo mtu akuamini. Kwa hiyo kila industry, kila kitu unachokwenda kukifanya, ni vizuri ujifunze kwa kina utaalamu wake, ili unapomweleza mtu awe anaona majibu kila sentence yako moja anayoisikiliza. Lakini unapokwenda pale kwa nia tu ya kutaka kuuza tu, yani unataka ukamuuzie tu kitu chako au huduma yako, unang'ang'ana kuuza tu, nunua, anunue nini? Lakini ukimleta kwenye expertise, ukimleta kwenye utaalamu, yani kama hata hujasomea hicho kitu, unatakiwa ujifunze, ukielewe kwanza kabla hujakiuza. Uelewe hicho kitu kwa kina. Value chain, mnyororo wake wa thamani wote ule uelewe. Kinapatikana kwa wingi kiasi gani? Kinapatikana wapi? Ninaweza kupata mpaka kiasi gani? Flexibility yake ikoje kama nataka cha kwangu binafsi? Ufahamu. Hata kama wewe ni msusi, hata kama wewe ni kinyozi, unatakiwa ufahamu namna kumshauri mtu kulingana na aina ya nywele yake. Uzifahamu aina za nywele na namna ambavyo zinaweza kutibiwa au kuwa treated, na namna ambavyo zinaweza kunyolewa. Sio kila nywele inanyolewa sawasawa au inasukwa sawasawa. Kuna nywele ukiiona mteja anakuwa unamshauri, unampa majibu, anasema pale ndo saluni yangu ya kwenda, kwa sababu huwa ananipa majibu ya matatizo ya nywele yangu. Mimi nywele yangu naiona ni kavu, nywele yangu inakatika, nywele yangu iko hivi. Kwa hiyo nikifika kwa yule mtu, ananipatia utaalamu wa namna ya kuzuia nywele yangu isikatike wakati mimi nasuka. Akishakupa majibu kwamba amekusaidia nywele isikatike, hauwezi kwenda tena saluni nyingine. Utaifanya hiyo kuwa saluni maalum kwa ajili yako, kwa sababu sio kama tu ni saluni, ina majibu ya matatizo yako ambao ni nywele yako kukatika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia wewe una majibu ya watu. Ukiweza kuwa na majibu ya watu ambayo ni mengi, yanakuwa hayajibiki kirahisi, unakuwa mtaalamu ambaye unaweza kuboresha, wanakuamini, watu wanakutegemea. Sasa nitakuongea baadaye hizo vinavyokuja. Lakini ukishakuwa mtaalamu, watu wakaona kwamba wewe una majibu. Wote mnapika chakula, wote mnauza matunda, wote mnafanya kitu, lakini wewe una utaalamu wa kushauri kwamba kwa mwili wako huu na kwa namna ninavyokuona, na shauri usinunue haya matunda, nunua haya kwa sababu haya matunda yako hivi na hivi na hivi. Au unamuuliza mtu historia yake, au unaandika kwenye maelezo pale, kama una vidonda vya tumbo, usinunue haya acidic, usinunue haya matunda. Ukiwa na uwezo wa utaalamu, watu wanakuamini, watu wanakupa trust, wanakuamini kwamba kweli tunaongea na mtu ambaye ni mtaalamu, anaelewa. Kwa hiyo hata kama kitu hujakisomea,
jitahidi ufahamu na uwe na utaalamu wake. Tutume sisi ni usafirishaji wa vitu mbalimbali, lakini hasa tumejikita kwenye usafirishaji wa vifaa tiba na vifaa vya maabara na sampuli za maabara. Mimi mkurugenzi mtendaji ni mwanasheria kwa taaluma yangu, lakini siwezi kwenda maabara na taaluma ya kisheria. Yaani inabidi nikienda maabara niongee kama wanavyoongea wataalamu wa maabara. Nikifika pale niongelee ubora wa sampuli, ubora wa vifaa vinavyotumika mle ndani, temperature control zake, handling yake, ambavyo ilivyo usalama wake na ulinzi. Natakiwa ni comply, niweze kukidhi yale mahitaji ya kule ndani maabara, ili nikiongea nao wajue kwamba wanayemkabidhi hizi sampuli ana weledi wa kutosha kuhusiana na sampuli zetu. Anafahamu joto linalotakiwa kwa ajili ya utunzaji, anafahamu mmeng'enyo wa hizi sampuli zinaweza kukatika kwa namna gani, anafahamu namna ya kupaki hizi sampuli kwa sababu ni ambukizi, lazima zipakiwe kwa utaalamu wa namna gani ili zisiambukize watu wengine. Anafahamu kila kitu kinachohusiana na vitu vinavyohusu maabara, alafu ndo akupatie uhakika kwamba, uaminifu kwamba una uwezo kumsaidia. Lakini uwezo kutoka hapo kukimbia tukaenda kufanya kazi maabara wakati hujui chochote. Na wewe kwa eneo lako unalofanya ni lazima ujitahidi kuwa na expertise, uwe na utaalamu wa uelewa wa hicho kitu unakwenda kukifanya kwa kina, na uwe una uwezo wa kushauri wateja wako. Uwe na uwezo wa kushauri wateja wako. Ukiweza kuwa na hicho kitu, tayari namba 4 inakuja, ambayo ni kwamba watu wanaanza kukupenda. Unaanza kupendwa, ndio likability. Unaanza kupendwa. Unasababisha muunganiko sasa kati ya wewe na kile ambacho huwezi kucontrol. Unajua mteja akiwa nje ya wewe huwezi kumcontrol, lakini ukimpatia majibu ya matatizo yake anaanza kuendana na wewe. Mnaanza kukubaliana, mnaanza kuaminiana, mnatengeneza mahusiano, mnaanza kupendana, umeanza kucontrol namna anavyowaza. Kwa sababu tu umefanyika kuwa suluhisho la matatizo yake, sio umeenda kulazimisha kuuza kitu, hapana, au huduma. Ni kwamba umefanya vitu ambavyo vinampelekea mteja ajisikie yuko mahali ambapo anatakiwa kuwa. Amekutana na mtu ambaye anahitaji kumsikiliza kwa sababu ana majibu ya matatizo yake. Sasa kama wewe huwezi kukaa, inaitwa empathy, huwezi kukaa kwenye upande wa pili wa muhusika mwenzio ukaelewa anachokihitaji ili umlete muwe kwenye picture moja, muwe kwenye ukurasa mmoja, muweze kuongea kitu cha kufanana, utakuwa unaongea hiki na anaongea kile, mwisho wa siku mnapishana, mwisho wa siku hamuuziani. Kwa sababu wewe interest yako ni kitu chako tu, hauangalii shida yake. Kwa hiyo mwisho wa siku haupati ule upendo wa kupendana, wa kupendwa na kukubalika na uaminifu na urafiki ambao ungejengwa, ungekuwa ni chanzo kikubwa sana cha mafanikio yako. Kwa hiyo hapa nasisitiza ni kwamba hakikisha umemuelewa mteja. Hakikisha umemuelewa mteja. Hakikisha umeelewa upande wake na mahitaji yake. Kwa huduma yoyote unayoitoa, kwa bidhaa yoyote unayoitoa, hakikisha hiyo bidhaa au huduma ni majibu ya matatizo alionayo mteja. Na changamoto ziko nyingi sana kwenye maisha yetu. Changamoto ziko nyingi sana. Ambazo kila mmoja wetu akifikiria, akitathmini namna ya kuwa jibu ya tatizo lile, anaweza. Tatizo ni kwamba ukishapata tu product au huduma, wewe mimi ule unakutawala, unabaki kuwa wewe na product yako au wewe na service yako. Kila unapojisifia, jisifia tu vitu vyako. Hapana. Jisifia namna ambavyo umewasaidia watu wangapi kutatua matatizo yao. Kwamba kupitia mimi nimeponya watu 10,000. Kupitia kusafisha sampuli tumeweza kuokoa maisha ya watu 10,000.
au zaidi. Unasema, oh wow, unafanyaje wewe? Unakuwa hivyo? Na mimi tatizo hilo niko nalo. Wanaanza kusubscribe wenye matatizo kama hayo. Nimewasaidia wanawake ambao nywele zao zinakatika kutokukatika kwenye saluni yangu. Anasema, okay, na mimi na tatizo kama hilo. Unaweza kunisaidia? Ndio, naweza kukusaidia. Njoo kwenye saluni yangu. Anafika, unampa bei yako. Sio kama analipia ile bidhaa au huduma unayompa, analipia kutatua tatizo lake la msingi la nywele yake kuwa inakatika anapokuwa anasuka kwa muda mfupi. Yako matatizo mengi ambayo unaweza kuainisha. Wewe ufanyike kuwa solution. Ukifanyika hivyo, hata maongezi yote haya unakuwa umeshaelewa. Na ukishakuwa suluhisho la matatizo ya watu, unaanza kutegemewa. Ndio point yetu ya mwisho namba 5. Unakuwa dependable. Unaanza kutegemewa. Watu hawafanyi kitu cha namna ile bila wewe. Kwa sababu huwa unafanya kila unachosema kwamba unatakiwa ufanye, unafanya. Ukiahidi unafanya, tena zaidi ya vile ulivyoahidi. Watu wanaanza kukutegemea. Wewe ni majibu kwenye matatizo yao. Kama unatengeneza ajira, wewe unakuwa ni mtengeneza ajira. Kama unatengeneza mboga, unakuwa unatengeneza mboga nzuri. Unatengeneza chumvi, unakuwa mtengeneza chumvi mzuri. Matatizo yako mengi kwenye jamii yetu. Wewe ni kuchagua tu moja na kujitahidi kwenye lile moja, watu wakutegemee. Wewe ndio uwe solution ya watu kukutegemea kwenye kila ambacho wanakihitaji. Ukiweza kuunganisha hivyo vitu viwili, ukafanya hivyo kwa maana kwamba kuna vitu ambavyo huwezi kuvicontrol, ukaviwekea mfumo wa kuvicontrol. Kuna vitu ambavyo huwezi kucontrol lakini ukavicopy, ukavipaste, vikafanyika kwenye maisha yako kama ambavyo wanafanya wengine wengi. Mafanikio na kugarantini lazima yaje. Kwa hiyo usiangalie tu subject kama nilivyosema video iliyopita ile nyingine. Ni vizuri pia uangalie mchakato wako wa ndani. Unakidhi vipi mahitaji ya walaji wa huduma yako? Usinganganie kuangalia kila siku nang'ang'ana na product yako au unachokifanya. Angalia ni namna gani watumiaji wa hizi bidhaa zangu zinakidhi. Kuna watu wamepoteza mabilioni ya fedha kwa kujenga structure, majumba mengi sana hata hapa Dar es Salaam na miji mingine hapo, lakini haya function. Ni magofu. Kwa nini ni magofu? Ni kwa sababu hayakukidhi majibu ya watumiaji. Sio kwamba hakuna watumiaji, lakini sio solution. Ni structure kweli ulifikiri ukajenga. Magorofa mengi, majumba makubwa yamejengwa, lakini hayakidhi mahitaji ya walaji. Kwa yale majumba yamebaki kuwa magofu. Yanaota tu nyasi na vitu vingine na wadudu wanajaa mle. Lakini kuna mtu aliyepatia akajenga eneo ambalo kweli ni solution ya watu. Maeneo yale nyumba zinagombaniwa kwa gharama kubwa, tena kwa dola nyingi, na hata ukitaka huwezi kupata na watu wanazigombania. Lakini kuna mtu mwingine amewekeza pesa pengine hata nyingi kuliko zilizowekeza sehemu nzuri, lakini amewekeza sehemu ambayo sio suluhisho la watu. Kwa hiyo huwezi kupata return. Kwa hiyo sio swala la kuinvest, sio swala la kutengeneza product. Ni namna gani hiyo product inasaidia watu ambao hauwezi kucontrol muunganiko wao, lakini product hii inakuwa kama kiunganisho au service, inakuwa kama ni kiunganisho cha wewe na wenye mahitaji. Kwa hiyo ukiwa ni sehemu ya watu ambao unaleta solution ya mahitaji ya watu, unapata audience. Mimi nafanya hizi video, ninaona mahitaji ya watu kusikiliza hiyo content hizi. Nikifanya na nisipopata watu ambao wanaweza kusikiliza hizi content, sina sababu ya kufanya, napoteza muda. Lakini nikiwa nao hata 5, hata 10, naona kama kuna watu 10 wanabadilika, ninafahamu kwamba ninaibadilisha jamii. Kwa nina haja ya kutengeneza hizi content kadri inavyowezekana, kuendelea kuibadilisha jamii na kuifundisha. Mahitaji kumbe yapo. Halafu naendelea kufanya zaidi.
na kila siku tunazidi kuwa bora zaidi, kwa sababu mahitaji tunayaona. Alafu watu wanaanza kututegemea, wanaanza kutuuliza maswali, ni namna gani nifanye nini ili niweze kufanikiwa? Yani swala, kwa mfano kama wewe ni videographer au ni mtaalamu mzalishaji wa content wa video, point huwa sio video kali. Yani sio kwamba una video kali au unatoa kamera nzuri au una video kali ndoko, sio sababu kabisa. Ni moja ya product, ni lazima uijenge. Lakini nimesema ni lazima iwe ni solution, iwe ni majawabu ya mahitaji ya walaji. Sasa kwa mfano, watu wanahitaji kutengenezewa documentaries za taasisi zao ndogo ndogo tu. Ikiwepo na mimi hapa, tunahitaji kutengeneza documentary ya taasisi yetu hapa ndogo tu. Mtu afanye tu documentary, atengeneze video, arekodi, afanye. Lakini package ya mtu ambaye anakuja hana muunganiko wa kitu kilichokamilika kinachoweza kutoa documentary. Ndio una kamera, lakini haujui kutengeneza shooting brief. Yani haujui kutengeneza script ile ambayo itatengenezewa shooting yake. Lakini mtu akitengeneza script nzuri, manual script nzuri, alafu ana video program nzuri, kwa maana yake kamera nzuri na anaweza kushoot picha quality nzuri, anaweza kupata watu wa mwanga wazuri, anaweza kupata sound nzuri. Ukiunganisha vitu vyote hivi, vinakuwa ni solution ambayo inatakiwa kwenye ulaji kwa mlaji. Ukivitenganisha, ukawa na script nzuri lakini huna video nzuri, ukawa una video kali lakini huwezi kufanya script, sisi watu ambao ni walaji tunaona kama tunatuhangaisha tu bure. Kwa sababu unataka sasa mimi ndo nikupe hiyo script, wewe mwenye video kali. Alafu wewe ambao una script unataka mimi nikuletee video kali. Sasa mimi sio kazi yangu. Mimi kazi yangu ni mlaji, ninahitaji kutengeneza documentary ya taasisi yangu. Kwa hiyo mtu anayekuja kwangu, yeye mwenyewe kwa namna yake awe solution kwangu. Atafute namna ya kutengeneza script nzuri ambayo ikija kwangu nitaifurahia. Lakini pili, aniletee mfano alichokifanya kinachovutia sasa na mahitaji yangu. Nikishaona akasema hiki nimefanya na kweli kimefanyika na kinafanywa kulingana na ile ahadi ambayo ameiweka, basi ile mtu hukosi kazi. Yani utaanza kuona kwamba demand itakuwa kuliko hata wewe mwenyewe unavyoweza kutoa service. Lakini kwa sababu huduma hizi ni vipande vipande, mtu ana video kali yuko kule mbali, mwingine anaweza kutengeneza script naye yuko kule mbali, mwingine anaweza kutengeneza mwanga, anaweza satellite naye yuko kule mbali. Yani hawa watu hawajaungana. Hakuna mtu mmoja anayekuja kama na solution, hata kama ni kwa kuunganisha hivyo vipande, ili uje ukiwa tayari ni package. Lakini unapokuja unaniuliza Mkosa, tufanye nini hapa? Unataka mimi tena nianze kufikiri kama tufanye nini tena? Huo muda mimi sina, mimi na muda wa kutoa hela tu. Kwa hiyo vitu vingi vinakwama kwa sababu orientation, mtu anaangalia alicho nacho, lakini hataki kuunganisha vitu vinavyoshindikana ambavyo hawezi kuvicontrol, kuvileta kwenye control. Yawezekana hauwezi kucontrol, yani hauna utaalamu wa video kali, lakini au yawezekana hauna utaalamu wa script, hauna utaalamu wa sound, hauna utaalamu wa kurusha drone, hauna utaalamu wa kufanya vitu fulani kwenye production. Ukiweza kukaa chini na kuunganisha hizo dots, ukaziunganisha zote zikaungana, kikawa kitu ambacho kinatokea, kikawa ni product. Ukianza kuiuza hiyo product ambayo imekamilika kwa namna hiyo, ambayo ni solution, ni majibu ya watu kama sisi, utanipata mimi, nitakurecommend kwa marafiki zangu na wengine. Na hata product ndogo, tengenezeni package ambayo ni ndogo kadri iwezekanavyo, inaweza kwenda kwa watumiaji ambao wanaweza kuitumia, au iwe kubwa lakini iuze kwa thamani. Watu huwa tatizo sio fedha, tatizo huwa ni ubora. Quality ya kitu kinachotoka ndo kinachosema ununue. Yani unaweza kununua saa ya milioni 2. Hiyo ni mfano mdogo sana. Kuna mpaka 100,000, nasema milioni 400 saa nimewahi kuiona mimi. Saa moja inauza milioni 400. Dola 200,000. Dola 140,000. Moja hivi nimeikuta Singapore. Sio
kwamba mtu ni saa, yani ile thamani inayokuja nayo sasa. Ukimuuliza kwa nini unaiuza $140,000, anakuambia $140,000 saa hii. Mimi nauza hata hii moja tu. Nikiuza 2 tu kwa mwaka mimi nimetosha. Lakini sababu ya kuuza hii saa ina majibu haya, ina majibu haya, ina majibu haya. Ukiinunua wewe kuanzia leo, utaanza kupata hiki na hiki na hiki na hiki. Thamani yake ile akikuonyesha unasema labda tu kwa sababu sina, ningekuwa nayo hata mimi ningenunua. Sasa ukimkuta mtu ambaye tayari anayo, ananunua kwa sababu thamani ya kile ambacho kinakwenda kuuzwa kipo, kimeshakusanywa chote, kiko kwenye kitu kimoja kinaitwa saa. Kwa hiyo hata mtu wa huduma kama huyu wa video, kama unataka kufanya vizuri, ni lazima uunganishe hizi doti zote, ije kama product ambayo imekamilika kwa mlaji. Asihangaike yeye kutafuta kamera, mama basi mkuu, tutafute basi kamera. Tutafute basi hiki. Tutafute basi au script inatoka wapi? Tutafute, yani unamtafutisha yeye, anaingia kwenye matatizo tena baadaye yeye kuenjoy solution ambayo wewe unaifanya. Mwisho wa siku anakuacha tu unaendelea kuwepo, na yeye anaona na kila kitu kinaendelea na kila kitu kwa kawaida, lakini sio kawaida. Unakuwa umepoteza mafanikio yako mengi sana kwa sababu ya kutokuweza tu kuconnect hizi dots kuwa solution. Kwa tufanye hivyo, tuwe majawabu kwenye maisha ya watu. Matatizo yako mengi sana, hata hao wanaosikiliza hapa wana matatizo mengi sana. Ukiweza tu kuwa majibu, umewini. Karibu sana, uendelee kuwa na sisi, uangalie video zinazofuata, iendelee kukujenga na kukufanya wewe wa tofauti, upate muunganiko unaostahili kwenye kutimiza kusudi la malengo yako. Tukutane wakati mwingine.